Asanteni sana kwa kunipa nafasi hii kueleza ukweli kuhusu bajeti ya kaunti ya Kakamega ya mwaka wa fedha 2026-2027. Kwanza napenda kuweka wazi kwamba taarifa zinazoenea kwamba kaunti ya Kakamega imetenga shilingi bilioni 11.58 kwa mishahara na marupurupu si sahihi na hazionyeshi hali halisi ya makadirio ya bajeti iliyowasilishwa katika assembly yetu. Kiasi cha shilingi bilioni 11.58 kinawakilisha matumizi yote ya kawaida, kwa kimombo wanasema recurrent expenditure, ambayo hayajumuishi mishahara pekee. Bilioni 11.5 inajumuisha gharama za utoaji huduma kama vile dawa hospitalini, mafuta, matengenezo ya miundombinu ya umma, huduma za maji na umeme, kukiwemo na uendeshaji wa serikali. Kiasi halisi kilichotengwa kwa mishahara na marupurupu ni shilingi bilioni 6.99, sawa na 41.7% ya bajeti yote ya kaunti. Aidha, shilingi bilioni 5.18 sawa na 30.9% ya bajeti yote zimetengwa kwa miradi ya maendeleo. Kwa hivyo bajeti hii imejaribu kuzingatia sheria vile ambavyo inavyohitajika na kuhakikisha kwamba imezingatia miradi ya Wanakakamega kwa wodi zote 60. Tukiangalia bajeti hii kwa uwazi, tunaona kuwa rasilimali nyingi zimeelekezwa katika sekta zinazoguza maisha ya wananchi moja kwa moja. Sekta ya afya imepokea zaidi ya shilingi bilioni 1.4 kwa ajili ya dawa, huduma za afya, maabara, ambulensi na miundombinu yote ya kiafya katika kaunti ya Kakamega. Sekta ya barabara, kazi za umma na nishati imepokea zaidi ya shilingi bilioni 1.3 kwa ajili ya kuboresha miundombinu na kuimarisha mtandao wa barabara. Sekta ya maji, kwa upande mwingine, mazingira na maliasili imepokea karibu shilingi milioni 800 kwa ajili ya miradi ya maji, uhifadhi wa mazingira na kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Sekta ya elimu imepokea zaidi ya shilingi milioni 720 kwa ajili ya ECDE, vyuo vya ufundi na maendeleo ya miundombinu ya elimu. Kilimo ambacho ndicho uti wa mgongo wa uchumi wetu kimepata ufadhili mkubwa kusaidia wakulima, mifugo, uvuvi na vyama vya ushirika. Bajeti hii imeandaliwa kwa kuzingatia katiba ya Kenya, sheria ya usimamizi wa fedha za umma PFM Act, mpango jumuishi wa maendeleo wa county kwa kimombo CIDP, mpango wa maendeleo wa mwaka kwa kimombo ADP, pamoja na maoni ya wananchi kupitia ushiriki wa umma. Kwa hivyo mjadala upaswi kuwa kama shilingi bilioni 11.5 zimeelekezwa kwa mishahara, kwa sababu hilo si kweli. Mjadala wa msingi unapaswa kuwa kama rasilimali zilizopo zimegawanywa kwa njia inayozingatia utoaji huduma, maendeleo na wajibu wa kisheria wa serikali ya kaunti ya Kakamega. Kama mwenyekiti wa bajeti ama kamati ya bajeti na matumizi ya fedha, nina uhakika kwamba bajeti hii inalenga kuboresha afya, barabara, maji, kilimo, elimu, uwezeshaji wa vijana na ukuaji wa uchumi, huku ikidumisha nidhamu ya matumizi ya fedha za umma. Tunakaribisha ukosoaji wenye kujenga
lakini ukosoaji huo lazima uzingatie tafsiri sahihi ya takwimu za bajeti ili wananchi wapate taarifa sahihi na kufanya maamuzi kwa msingi wa ukweli. Asanteni sana kwa kunisikiliza.